Watu wengi wanaoziheshimu amri 10 hawafikirii kwamba amri ya 4 ni muhimu sana. Achilia mbali swala la kukubali kushikamana nazo. Mara tu ukielewa, hata hivyo, utagundua jinsi inavyobadili maisha. Utagundua hata vile amri ya Sabato inavyoweza kuubadili ulimwengu, na utaanza kufahamu jinsi inavyofaa kwa maisha yako mwenyewe. Amri ya 4 inasomeka hivi: ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, tende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako au mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa nini hili ni muhimu sana? Kwanza, labda zaidi ya amri nyingine yoyote, hii ilimwinua mwanadamu. Ni kwa jinsi gani ilimwinua mwanadamu? Kwa karibu historia yote ya mwanadamu, maisha yalihusisha kazi nyingi sana. Kwa kweli, wanadamu walikuwa wanyama wa kubeba mizigo. Amri hii na amri hii pekee ndiyo iliyobadilisha hayo yote, kwa kusisitiza kwamba watu wakome kufanya kazi siku moja katika siku 7. Pili, zaidi ya amri nyingine zote, siku ya Sabato huwakumbusha watu kwamba wamekusudiwa kuwa huru. Kama toleo la pili la amri ile lilivyofupishwa na Musa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati aliposema, mtakumbuka kwamba mlikuwa watumwa katika nchi ya Misri. Kwa maneno mengine, kumbuka kwamba watumwa hawawezi kuwa na Sabato. Kwa kuzingatia hili, naweza kuongeza kwamba katika mtazamo wa Biblia, kama sio lazima kwa ajili ya kuishi, watu wanaochagua kufanya kazi siku 7 kwa wiki kimsingi ni watumwa. Ni watumwa wa kufanya kazi, au labda watumwa wa pesa, lakini vyovyote uwavyo ni watumwa hata hivyo. Milionea anayefanya kazi siku 7 kwa wiki ni mtumwa tajiri tu. Cha tatu, ingawa Biblia haikuweza kukomesha utumwa kote ulimwenguni, amri ya Sabato ilifanya taasisi hiyo ya kutisha kuwa ya kibinadamu na hata kusaidia kufanya utumwa usiwezekane. Kwa ufafanuzi, mtu aliyemmiliki mtumwa hakuwa na sababu ya kuruhusu mtumwa kupumzika milele, achilia mbali kupumzika siku 1 kwa wiki. Hata hivyo, hivyo ndivyo hasa amri ya 4 inavyoamuru. Hata mtumwa ana haki za kimsingi za kibinadamu. Kwa hiyo mtumwa pia ni binadamu. Jambo la 4, Sabato kwa ujumla ndiyo peke yake inayounda na kuimarisha uhusiano wa kifamilia na urafiki. Wakati mtu anapoondoka kazini siku 1 kila juma, siku hiyo kwa ujumla bila shaka inakuwa siku anayoitumia na watu wengine, yaani familia au marafiki. Ina umuhimu sana katika ndoa. Uuliza mtu yeyote aliyeolewa na mchapakazi ambaye hana siku ya kupumzika, atakueleza uzoefu anao. Ingekuwa vizuri kwa ndoa yao ikiwa mtu huyo mzoefu angepumzika kufanya kazi kwa siku 1 kila wiki. Ndoa ingekuwa na furaha. Na kwa njia hii unaweza ukafahamu nguvu ya siku ya Sabato. 5, amri ya Sabato iliwapa wanyama heshima. Hata wanyama wa mtu anayetunza Sabato walipaswa kupumzika siku 1 kwa juma. Kwa kadiri ya ufahamu wetu, ni sheria ya kwanza ya kitaifa katika historia iliyotolewa kwa ajili ya wanyama. Na manufaa yake kwa wanyama bila shaka yalikwenda zaidi ya siku ya mapumziko ya lazima kwao. Watu waliohisi kuwa na hofu ya kimungu waliwapa wanyama wao siku ya kupumzika, na walikuwa na uwezekano mdogo sana wa kuwatendea wanyama wao kikatili siku yoyote ya juma. Sasa yote hayo 5 yanabadilisha maisha, na faida za Sabato zinazobadilisha jamii zinapatikana kwa mtu yeyote. Si lazima uwe Myahudi, Mkristo au hata muamini Mungu ili kupata faida hizo zote. Lakini ukweli ni kwamba wale wanaoamini amri 10 zilitolewa na Mungu ni wale ambao wameitunza Sabato kwa usahihi. Sababu ya uhusiano wa Mungu ina jukumu lingine katika kutunza Sabato. Kama vile imani katika Mungu inavyowaleta watu kwenye Sabato, kushika Sabato huwaleta watu kwenye imani katika Mungu. Ndiyo maana toleo la kwanza la amri 10, toleo katika kitabu cha Kutoka, linaisha kwa maneno haya: maana kwa siku 6 Mungu alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, lakini alipumzika siku ya 7. Kwa hiyo Mungu akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Hata hivyo, unapotafsiri siku 6, tambua waumini wengi wa Kiyahudi na Wakristo hawatafsiri siku kama vipindi vya saa 24. Jambo ni hili: kila unapotunza Sabato unathibitisha kwamba kuna muumbaji, kwamba ulimwengu sio matokeo ya uibukaji
wala haukutokea wenyewe kama wanasayansi wanavyosema, kwamba maisha siyo bahati mbaya isiyo na maana, lakini kwamba ina maana isiyo na kikomo, na kwa hiyo kila mmoja wetu ana umuhimu wa kusudi la kipekee. Sio vibaya kwa siku moja kwa wiki kupumzika. Si ajabu kwamba Sabato ni mojawapo ya amri 10. Haishangazi kwamba wale ambao wanayo katika maisha yao mara nyingi huwa na furaha na maisha ya familia hustawi, utulivu zaidi, jumuiya ya marafiki, na ndiyo inayoleta afya zaidi. Kama unataka, unaweza kujaribu. Mimi ni mtumishi wa Mungu, Emmanuel Daud Chagari.